not war, just peace. Habari ndugu, karibu kwenye uchambuzi na udadafuzi wa masuala mbalimbali yanayoendelea ulimwenguni, na leo tukijikita zaidi kwenye tukio lililojitokeza mnamo tarehe 3 mwezi Januari mwaka 2026, yani mwanzo mwa mwaka kabisa. Tayari kuna tukio kubwa sana, na tukio hilo zaidi tunagusia swala zima la utekwaji au kushikwa kwa rais wa Venezuela, rais wa wananchi wa Venezuela ambaye ameweza kushikwa na jeshi la Marekani chini ya kitengo cha Delta Force, ambapo swala hili limekuwa ni swala lenye kuzua mjadala zaidi, na sana mjadala wake ukija kuangazia juu ya masuala mazima ya sheria za kimataifa dhidi ya nchi huru, yani nchi yenye mamlaka na uamuzi binafsi. Sasa katika swala hili tunajiuliza, Nicolas Maduro nani? Kwanza, Nicolas Maduro ni rais miongoni mwa marais wachache kabisa ulimwenguni ambao wanaongoza nchi yenye utajiri mkubwa sana ardhini, na utajiri wenyewe ni utajiri wa mafuta. Nafikiria hili linafahamika kwamba katika nchi zenye hifadhi kubwa ya mafuta duniani, ya kwanza kabisa ulimwenguni ni Venezuela. Sasa Venezuela na utajiri wake wa mafuta tunaweza tukasema ndo chachu ya yote haya yanayoendelea kujitokeza na ambayo yanaipeleka na au yanayompelekea au yanayomgharimu ndugu Nicolas Maduro mpaka kufikia hatua hii ya kutekwa. Sasa katika hili Nicolas Maduro anashtakiwa au baada ya kushikwa tayari ameshafikishwa kwenye kitengo maalum cha udhibiti wa madawa ya kulevya nchini Marekani kwa mashtaka kadhaa wa kadha, na huku akitakiwa kuyajibu. Na shtaka namba moja ni la umiliki wa viwanda, yani factories za kuzalisha madawa ya kulevya, na madawa hayo ni kwamba yanaenda kuuzwa moja kwa moja nchini Marekani. Kwa kesi kubwa sana inayomkabili ndugu Nicolas Maduro ni juu ya umiliki wa viwanda vya kuzalisha madawa ya kulevya na kumiliki mtandao mpana wa biashara hizo za madawa ya kulevya. Kwa hiyo ameweza kushikiliwa na jeshi la Marekani na hivi sasa yuko chini ya uangalizi wa jeshi la Marekani chini ya kitengo maalum cha kudhibiti madawa ya kulevya, yani DEA. Sasa basi, Nicolas Maduro yeye binafsi msimamo wake ulikuwa ni upi juu ya swala la mvutano kati yake yeye na nchi ya Marekani? Swala hili la mvutano kati ya Marekani na Venezuela kwa minajili ya huyu rais Nicolas Maduro ilikuwa juu ya rasilimali maalum sana hii ya mafuta. Nicolas Maduro aliweza kufanya mabadiliko kadha wa kadha katika sekta hii ya mafuta, na zaidi akiangazia juu ya wa Venezuela kupata kunufaika kutokana na rasilimali hiyo. Sasa hili lilizua mjadala mpana sana na kuzua ile sintofahamu baina ya maelewano ya mataifa haya mawili. Kwanza kabisa tujue kwamba mwaka 2017 ndo chokochoko na mambo yote yalipoenda kuanza, kwani Nicolas Maduro aliweza kufanya mabadiliko makubwa sana kwenye shirika au kampuni maalum ya kudhibiti au kuendesha biashara ya mafuta. Na hii aliweza kwanza kutengeneza structure mpya ya uongozi, na huko akiwateua baadhi ya viongozi kadhaa, na miongoni mwa viongozi walioteuliwa ni Generali Manuel Quevedo. Hii yote ni kwa sababu gani? Kwa sababu moja, alitaka kuiweka sekta ya mafuta chini ya jeshi au chini ya wazalendo na kuiendesha kikamilifu kutoka serikalini. Kwa mafuta yalikuwa yanaenda kuwa state controlled resources na sio biashara tu kama biashara zingine. Na hili ni kama ni swala ambalo tuseme alikuwa anaenda kumrithi moja kwa moja au kurithi yale matakwa ya kiongozi aliyemtangulia, yani Mr. Hugo Chavez, ambaye pia ilikuwa ni kusudio lake kubwa sana. Sasa kutokana na masuala hayo
Nicolas Maduro aliweza kufanya mabadiliko makubwa sana kwenye sekta hii ya mafuta na kuweza kuteua viongozi wa kijeshi kwa ajili ya kufanya udhibiti mkubwa sana dhidi kwenye sekta hii ya mafuta. Lakini sana alidhibiti rushwa, alifanya udhibiti mkubwa sana wa rushwa ndani ya shirika hili la mafuta la PDVA kama linavyofahamika, ambapo alidhibiti sana mustakabali wa rushwa. Na zaidi sasa ambacho tuseme kimekuja kumweka katika hali ngumu sana ndugu Nicolas Maduro ni swala zima la kutafuta washirika wa kimataifa ambao wako nje ya mfumo wa magharibi, wako nje ya mfumo wa magharibi na hususan taifa la Marekani. Cha kwanza kabisa tujue kwamba Nicolas Maduro alikuwa ni rais pekee aliyejiweka karibu sana na mataifa ya BRICS ambayo ni Urusi, China na mataifa mengine kama Iran. Sasa kupitia mataifa haya ambayo tuseme ni mahasimu na washindani wakubwa sana wa kibiashara, ilimweka katika mazingira makubwa za magumu sana ya uendeshaji wa biashara, kwani kutokana na hali hiyo mataifa ya Marekani hayakupewa nafasi kubwa sana ya kufanya biashara mataifa na makampuni ya Kimarekani hayakupewa nafasi kubwa sana ya kufanya biashara na Venezuela. Hapo tunasema kwamba Urusi kupitia makampuni kama Rosneft na China pia iliweza kupata nafasi kubwa sana ya kuendelea kufanya biashara za mafuta nchini Venezuela. Sasa hili limemweka katika wakati mgumu sana. Lakini bila kusahau, Irani alicheza nafasi yake kubwa sana ndani ya nchi ya Venezuela. Kwa nini? Kwa sababu baada ya kuwekewa vikwazo Venezuela, Irani aligeuka kuwa mshirika namba moja au mshirika mkubwa sana kwa kuwasambazia vifaa na vitendea kazi vikubwa sana vya kuchimbia mafuta, lakini pia na vya kusafirishia mafuta kupeleka sehemu mbalimbali duniani, ambapo tulishuhudia meli nyingi za mizigo za kutoka Iran ziweza kusafirisha mafuta kutoka Venezuela na kuweza kusupply kwa mataifa mbalimbali yenye uhitaji, kwa sababu kumbuka kwamba Iran ni mhanga wa vikwazo vya Marekani, pia Venezuela ni mhanga mkubwa sana wa vikwazo vya Marekani. Lakini pia tukumbuke kwamba huyu Nicolas Maduro aliweza kutengeneza cryptocurrency, yani fedha tuseme sarafu ya kimtandao ambayo ilikuwa sana ni kupambana dhidi ya vikwazo vya kifedha, yani financial sanctions vilivyowekwa na taifa la Marekani. Kwa hiyo tunaweza tukaona kwamba ni jitihada kubwa sana aliweza kuzifanya Nicolas Maduro, hususan kudhibiti sekta ya mafuta na kuhakikisha kwamba sekta hii ya mafuta haiko chini au haiwekwi chini ya mashirika na makampuni ya Kimarekani ambao hayako kwenye mutual benefits system ya biashara, yani faida kwa pande zote mbili, bali wanajiangalia wao kama wao. Hivyo alijaribu kutengeneza hii cryptocurrency ambayo aliweza kuifanyia promotion kubwa sana ili kwamba iweze kufahamika na kuwa kama muhimili mkubwa sana wa kubackup uchumi wa sekta hii ya mafuta na uchumi wa taifa la Venezuela. Lakini pia alikuwa anapambana dhidi ya vikwazo vilivyowekwa dhidi ya shirika hilo la mafuta la PDVA, na katika hilo alijitahidi sana kupambana dhidi ya vikwazo hivyo ambavyo viliwekwa na taifa la Marekani.